Niliolewa na mume wangu miaka 5 iliyopita. Ndoa yangu kiukweli ilikuwa ya amani na upendo mkubwa. Mume wangu ni mwanaume anayejali, mwenye upendo na anayejitoa kwa familia yake. Hakuna nilichokosa kwake, na ukizingatia ni mtu aliyekuwa anamiliki kampuni mbalimbali za biashara. Hivyo maisha yetu hayakuwa ya kawaida. Tulikuwa na pesa na tuliishi kwenye nyumba yetu kubwa nzuri ambayo ameijenga Kigamboni. Upendo wa mume wangu kwangu na kwa watoto wetu wawili, Samira na Salim, ulikuwa haufanani na chochote. Familia yetu ilikuwa ya furaha na amani muda wote. Mpaka siku ambayo nilichagua mwenyewe kuizika furaha hii kwa sababu ya wivu tu. Siku ya kwanza ya tatizo ni ile ambayo nilikutana na ujumbe kwenye simu ya mume wangu. Namba ilikuwa haijaseviwa, ilituma maneno ambayo yalinishtua sana. Naamini sitakosea na Allah ameturuhusu. Nipo tayari unioe niwe mke wa pili. Naomba tu stara. Sitahitaji kingine chochote kutoka kwako, maana unajua kuwa najiweza. Maneno hayo kiukweli yalinichoma sana moyo wangu. Nikahamisha haraka macho yangu ili kuona mume wangu alichojibu. Hapa ndipo jasho la presha na hasira liliponizidia. Nilihisi kabisa nguvu zikiniishia. Sio rahisi kama unavyodhani ila acha niendelee kufikiria. Alijibu hiyo kwa ufupi mume wangu. Kuna wazo likanijia nitazame profile ya yule mwanamke aliyetuma huu ujumbe. Hakika nilitamani ardhi ipasuke niingie ndani. Huyu dada ni maarufu sana. Alikuwa msanii mkubwa Tanzania na jina lake lilijulikana na watu wengi. Hata nikisema nilitaje hapa jina lake maarufu wote mtamfahamu. Ila kwa vile sipendi mambo yawe mengi zaidi, naomba tu tuishie kumuita hivyo hivyo kama mume wangu alivyomuita. Sasa nilifahamu kuwa nimeingia kwenye vita kubwa ya kimapenzi, tena mbaya zaidi na mtu maarufu ambaye alimshawishi mume wangu amuoe. Alinizidi vitu vingi lakini sio uzuri. Ni kweli alikuwa na pesa, umaarufu na hadhi, lakini kwenye muonekano tu sijisifii, nilimwacha mbali. Lakini hicho hakikutosha kunifanya nijisikie amani. Nilihisi kabisa zao langu likiwindwa na ngedere. Katika maisha yangu sikutamani kabisa kuolewa mitala. Ni jambo ambalo sikulitaka asilani, na huyu kidudu mtu alikuwa anajaribu kuniletea mkosi mkubwa sana kwenye maisha yangu. Nikiwa nimesimama hapa na hasira pamoja na wivu, nilipata wazo la kuichukua ile namba kisha nikarudisha simu ya mume wangu. Halafu nikarudi kuketi pembeni huku nikiwaza jambo la kufanya. Nimpigie nimchambe? Hapana. Nimtumie message nimuonye? Pia hapana. Nifanyaje sasa? Wakati natafuta jambo la kufanya ili kuzuia kabisa zile ndoto mbaya wanazoota mume wangu na huyu mshenzi maarufu, ghafla nikasikia mlango wa bafuni unafunguliwa na mume wangu anatoka bafuni. Nilikwepa nisitazamane naye usoni ili asijue kinachoendelea, na wakati nainamisha uso wangu ndipo wazo likanijia. Sikujua kabisa kama wazo hili ndio wazo baya kabisa kuwahi kuliwaza maishani mwangu. Nilimwaza Mariam. Nikaona kuna mwanga. Nikarudisha uso wangu kumtazama mume wangu. Nikamuona na taulo lake huku maji bado yakiwa hayajakauka mwilini wake. Kifua chake nilipokitazama kilikuwa kipana na kilichojaliwa garden love. Hasira zikanipanda maradufu nilipokumbuka kuna kidudu mtu anataka kushiriki kugusa zao lile adimu kwenye kifua cha mume wangu. Haiwezekani. Nilijikuta nasema kwa sauti kubwa mpaka mume wangu akaniuliza, haiwezekani nini? Sauti yake ilinishtua. Nikamtazama kwa hasira, na safari hii nikashindwa kuzuia machozi usoni mwangu asiyaone. Umepatwa na nini? Aliuliza mume wangu, na kabla sijajua hata nimjibu nini, wote tukasikia simu yake ikiita. Nikapeleka uso wangu haraka kutazama mahali ilipo, roho yangu ikapiga pa. Ili namba ya ilikuwa inapiga tena.
Nilijikuta nashindwa kuendelea kukaa humu ndani, nikanyanyuka na kutoka kwa hasira. Mdau wa Seeds Brand, huu ni mwanzo wa kisa chetu kizuri cha kusisimua. Usikose mwendelezo wake sehemu inayofuata ili kujua ni hatua gani Khadija atachukua ambazo zinamfanya jutie mpaka leo maamuzi yake. Kisa hiki kimeandikwa na Omari Zongo na mimi naitwa Sakina Bukavu.